Hebu tuambie Mungu amekufanyia nini na leo una furaha kiasi gani mbele ya watu wa kwenu huko? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani nyote mnanifahamu. Ambao wanifahamu ni wachache. Ambao wanifahamu nyoshe mikono hivi. Haleluya. Kwa majina naitwa Jorobert James. Nyumbani kwetu ni hapo Kamuri hapo kwa mrefu hapo. Nadhani ni mrefu huku ni mtu maarufu. Haleluya. Mimi nilisumbuliwa na tatizo. Na hilo tatizo nilikuwa nalisumbuliwa mimi mwenyewe, hakuna ambaye alikuwa anajua. Hata wazazi wangu hawakujua, hata ndugu zangu, hata rafiki zangu hawakujua. Ila mimi ndo nilikuwa najua kama wewe unavyojua, lakini ndugu zako, rafiki zako hawajui. Nilisumbuliwa na tatizo moja. Hapo mwanzo kabla ya kuoa palikuwepo na mdada mmoja huko kijijini. Nadhani wengine mnamfahamu. Alikuwa huko kijijini. Sasa huyo mdada, mimi wakati nafanya kazi zangu, nafanya shughuli zangu, mwenyewe anasema kwamba labda kwa mfano najenga nyumba, anasema ananijengea nje kwangu. Lakini watu wakawa wanakuja wananiuliza, eti yule mdada utakuja kumuoa? Nikasema mimi wala sina mpango naye. Wanasema unadanganya labda nini. Basi mimi sasa yule mdada na mwenyewe, kwa sababu tulikuwa majirani, na mchawi waga ni jirani yako. Basi sasa yule mdada akajenga urafiki na dada zangu. Ila mimi tulikuwa tujuani, labda tunakutana kama marafiki kwa sababu tulisoma wote darasa moja, tunaongea. Sasa pale wakati tunaongea, wewe mwenyewe kuna vitu ananifuatilia. Akaanza kunifuatilia hata nyumbani, akajenga urafiki na dada zangu. Sasa mwenyewe alikuwa anachukua zawadi anawaletea dada zangu, lakini mimi hanipi. Basi sasa akaanza kuambia dada zangu kwamba mimi nitakuja kuwa wifi yenu. Sasa dada zangu wakati tunakaa nyumbani wakaanza kuniambia eti utakuja kumwoa fulani eti atakuwa wifi yetu. Sasa mimi nafikiria hivi haya maneno waga wanatoaga wapi? Mbona mimi sina urafiki naye? Hawara hatujuani. Basi wakasema ngoja tusubiri. Sasa mimi nilikuwa nawaambia kwamba nyie msubiri. Nikimwoa mjue kwamba nawadanganya. Lakini nisipomwoa si mtajionea. Basi tukaendelea hivyo hivyo. Sasa tukafikia hatua na kuja kuoa sasa hapo. Sasa nikamleta mke wangu nyumbani kumtambulisha. Ila hapo wakati anakuja sikuambia watu, hata nyumbani sikuambia. Basi ili niwaambie ameshafika nyumbani. Basi akaja. Sasa wakati anakuja, wakati tulikuwa kwenye harusi hapo. Sasa wakati tunakuja nyumbani, wakati tunakuja naye, sasa wakati anatoka nyumbani tulikuwa tunamsindikiza na watu wengine. Sasa watu wakaanza kunani, labda atakuja kumwoa huyu. Sijui nani alitoka akaenda akamwambia yule mdada, sijui aliota, sijui yaani sijui. Basi sasa nikaja kushangaa, nikashangaa namba mpya inanipigia. Sasa nikamuuliza wewe nani? Akasema mimi fulani. Sasa nikamfahamu hapo, sasa alisema mimi fulani. Nikamwambia una shida gani? Akaniambia eti unataka kuoa. Nataka kuoa? Nikamwambia mimi sina mpango. Akaniambia mimi najua unataka kuoa. Sasa ole wako usinioe. Sasa hapo nikaanza kushangaa. Sasa ole wako nisikuoe. Nikamuuliza swali. Hivi waga ukiota au ukiwaza katika maisha yako waga unanionaga mimi au? Akasema anakuonaga wewe. Sasa mimi nikamwambia wakati yani mimi hata nikiwaza hata nikiota sikuoti hata sikuwazi. Basi. Sasa hapo tunabishana kwenye simu. Sasa nikamwambia ngoja nikwambie, kwa sababu yule alikuwa mfupi hivi. Basi sasa nikamwambia mimi mwanamke naye mtaka. Kwanza hatua ya kwanza au ananifikia labda hapa sikioni hapa au tunalingana. Kwa sababu nilikuwa najua kwamba mwenyewe hawezi kunifikia sikioni au tukalingana. Basi kwa hiyo na mwenyewe hapo akaona kwamba ili nimenishinda kwa sababu siwezi nikamfikia sikioni au tukalingana. Basi sasa siku moja tulikuwa kwenye harusi ya dada yangu. Nyote mnajua. Sasa mle kwenye harusi wapo walioona. Nadhani hapa wapo kama ndugu zangu wapo waliona. Sasa wakati tunaenda kule wanaenda kufunga ndoa, yule mdada alinisumbua siku hiyo ya harusi. Hata kwenye harusi sikufurahi. Basi nilikuwa nakaa kitiki ananifuata, anakaa hapo. Nikienda labda mbele kule ananifuata. Hivi huyu anafuata nini? Sasa tukatoka pale tukaenda kule ukumbini sasa. Sasa kule ukumbini ndio kilikuwa kituko kule. Basi sasa yule yani uone Mungu alivyo.
Hata kwenye gari alikosa nafasi ya kuingia, lakini akalazimisha mpaka akaenda. Sasa akamtumia rafiki yake, yule rafiki yake alikuwa ni jirani na mwenyewe. Akamwambia muombe simu, alafu akikupa simu unipe mimi. Hizi simu hizi zenyewe uchawi unapitia. Basi sasa yule akaniomba simu kwamba anataka kumpigia, sijui eti mtu sijui anamuelekeza tukutane kwenye ukumbi kule. Sasa mimi nikampa simu nikazani kwamba huyu anamuelekeza yule. Kumbe huyu alikuwa anataka kuiba namba. Alikuwa na namba yangu kwa sababu nilikuwa nabadilisha namba ile asinipata. Akipiga hii nabadilisha naweka hii. Basi sasa hapo nikampa huyu namba, nikampa huyu simu. Simu akampa yule. Sasa yule akaweka namba yake akajipigia. Unaona? Kwa sababu aliona kwamba itakuwa rahisi akijipigia, si namba inaenda kwake. Basi sasa hapo tumetoka kwenye harusi kule, kwenye harusi, kabla ya harusi kule tupo pale maizani pale. Sisi tulikuwa wageni rasmi pale. Sasa na mwenyewe alikuwa miongoni mwetu pale. Basi akachukua pochi akairusha mbele yangu hivi kwenye miguu. Sasa pale alivorusha pochi yake kwenye miguu, akamwambia yule wa nyuma yangu sasa kwamba mwambie huyu atoe hiyo pochi anipe. Sasa nakuja kuangalia hivi chini nikakuta ile pochi yake sasa, kwa sababu nilikuwa nimeshamuona ameishika ile pochi, nikaikataa. Sasa kuna mama mmoja tulikuwa tumeenda naye akaitoa ile pochi akampiga hivi. Basi alimchukia yule mama yule. Alimchukia sana sana. Kumbe pale alikuwa ameweka uchawi wake, ningegusa ile pochi ile. Ningeenda na moto. Basi. Basi. Mungu akanusuru hivyo, nikatoka. Sasa kutoka nikaja nyumbani sasa. Kufika nyumbani hapo mambo yakawa si mambo. Mara tuelewani na wazazi. Sasa siku moja kuna vitu tulikwenda kule kufanya kule shambani. Sasa wakati nimetoka kule tumerudi kama mida inayokuja hivi jioni. Sasa nikashangaa mzee anakuja anafoka kabisa yani. Kumbe yule mdada kuna uchawi alileta nyumbani ili tufarakane, ili nisimuoe yule, si wazazi watakataa kwenda kule. Basi kweli pale tukafarakana pale, mzee akanifukuza pale nyumbani na mwenyewe ni shahidi kama ananisikia. Basi kumbe pale ananifukuza, mzazi wangu alikuwa mzuri, labda yule ndo alikuwa anafanya hivyo ili aniharibie. Basi nikatoka pale nikaenda akanifukuza nyumbani, ila nilikuwa nimeshajenga. Basi ila nyumba nilikuwa sijaimaliza, nikatoka pale kwa machozi na vitu vyangu vyote nikasomba pale nyumbani, nikapeleka kwangu. Basi nikaanza kujitegemea. Sasa niko pale mwenyewe sijui waga anaendaga wapi. Mimi sijui waga anaendaga wapi. Na mwenyewe sasa akaja. Sasa kuja, ngoja uone sasa magonjwa ya ndani. Nikaumwa macho, sioni. Basi nikakosa msaada, wazazi hawanihudumii, wazazi hatuongei. Nikaona yani tunakutana njiani, na penyewe nilikuwa nakutana na mama ndo nilikuwa namwambia labda naumwa jicho, lakini na mwenyewe naona yani kama vile yuko mbali na mimi. Nikateseka. Nilikuwa najitoa nyumbani najipeleka hospitalini kununua dawa. Wananiweka wale manesi wananiweka kwenye macho, natoka nyumbani, natoka kule sioni. Namwambia bodaboda kama unipeleke kunifikisha pale madukani kule. Mimi nitafika. Naenda taratibu njiani, sijui naenda wapi. Labda nashukia nimeshafika nyumbani. Ila wazazi walikuwa hawajui. Nikateseka. Sasa pale kuteseka nikaona nitakufa. Basi kwa kweli nilichofanya, kwa sababu nilikuwa mwanamke nimeshampata, ila taratibu zingine ndio zilikuwa zinaharibika hivyo kwa sababu yule alikuwa ananivurugia. Basi Mungu saidia, nikaamua niwe hivyo. Kwa sababu nilikuwa nimeshajitambulisha kule kwao, tumeshatoa vitu kadhaa. Basi nikaamua niwe hivyo. Nikaoa hivyo. Nikamleta mwanamke. Sasa kumuoa mwanamke hapo ndo ikawa kazi sasa. Ndani usiku, yani tunakabia kwa mfano tupo tunakula. Yani unaona vitu vinakuja vinaanza kumuuma, vinamngata mke wangu. Vinavyomngata havionekani. Lakini unaona venyewe vinamngata. Anakimbia anavua nguo, yani unaona hapa amevimba hapa, lakini vinavyomngata havionekani. Basi tukateseka hivyo. Kwenye ndoa tulimaliza miezi 8. Mwanamke hajachukua mimba. Basi sasa sijui ni Mungu, sijui ni nani. Basi nikasikia yani yule mdada akampigia dada yangu yule aliyeolewa yule tuliokuwa tunamfanyia harusi. Akamwambia eti kaka yako amenikataa, ameoa mwingine, tutaona kama atazaa. Sasa yule mdada, yule dada yangu yule akashtuka, akashangaa, akamwambia mama. Sasa mama ndo alikuja ananiambia eti yule mdada anasema eti ataona kama utazaa.
Nikasema yani nalo nisumbua, kumbe wapo watu ambao wanajua. Wachawi hao, wachawi wanakuwa wanajua. Na mimi hapo nikajua kumbe kinachonisumbua, kumbe yule anakijua. Basi, hapo mimi nilikuwa kwenye kanisa la EAGT hapo Mrushaka. Sasa kule hakuna maarifa, yani hakuna maarifa kwamba kufundisha kwamba utajiteteaje, kwamba utaombaje, labda utafanyaje. Wanakufundisha kama hapa mlivyokuja, mnafundishwa, mnamaliza, mnaondoka. Mnajua kwenye makanisa yetu, mnajua. Basi, na mimi nilivyokuwa pale, kweli nilikuwa mwana sifa mzuri. Na hapa nilikuwa najipanga mwaka huu kuanzia kama mwezi wa 6. Nitaimba. Kwa sababu kipaji ninacho, nitaimba. Wewe subiri. Kilichokuwa kinanisumbua kwa sababu nilikuwa sijashuhudia, kilikuwa kitu kimoja. Kutoka nyumbani kwenda kule kanisani na kurudi, kwa gharama unaweza kutumia kama 6,000. Kwa sababu kutoka nyumbani kwenda kule 3,000, kurudi 3,000, hapo hujapata changamoto yoyote. Kwa hiyo tuhesabu kwamba 10,000. Kwa hiyo nikaona kwamba pale ni gharama. Lakini huyu mbaba huyu ana maarifa. Anafundisha watu wake kujitegemea. Nilivyoenda kule akanifundisha jinsi mtu ya kujitegemea, nikajitegemea. Alafu yeye wanakuambia kwamba eti ukiokoka kule kwa mchungaji Robert eti hawafanyi kazi. Wewe wanafanya. Mimi ni shahidi. Tunafanya kazi. Tena nilivyoenda kule ndo nilifanya kazi kuliko. Basi. Na mwaka jana nikapambana kwa sababu baba ana maarifa, anakuambia kwamba siku ya kazi fanya kazi. Nilikuwa nafanya kwa bidii kama alivyotuambia. Kweli nikajenga imani, sasa hivi usafiri nimeshapata. Naweka mafuta 2,000 naenda narudi. Nitaimba, nakwambia kwamba nitaimba, nitamsifu huyu Mungu mpaka shetani atashangaa. Kwa sababu naona kama kule nilitumika kwa miaka 13. Amen. Kule nilitumika kwa miaka 13 na msifu Mungu, lakini kumbe nilikuwa simjui Mungu naye msifu. Huku nimemwona Mungu nitakaye msifu. Basi. Kwa sasa hivi nilikuwa najipanga kwa sababu nimeshapata usafiri, na pikipiki kangu naweka mafuta 2,000 naenda narudi. Kwa hiyo nitakuwa naenda kwenye zoezi, narudi, naweza nikaenda hata kanisani siku ya Jumapili kuimba. Haleluya. Basi. Turudi kule kwenye ushuhuda. Basi hapo huyo mchawi alivyoniambia hivyo nikashangaa. Kule nilipokuwa nasali, kweli nilikuwa nasali naye kule kanisani. Tulikuwa tunasali wote kanisa moja. Lakini ndo alikuwa ananisumbua. Kanisa gani hilo? Tulikuwa tunasalia kule kwa mchungaji Magezi hapo Mrushaka. EAGT. Na kule mimi nilishangaa. Kule walikuwa wanatuambia kwamba kwa mchungaji Robert kwamba kule ni Freemason. Sasa wakati nimeteseka, wewe ukakuwa hujateseka. Ndio maana unasema bado ni Freemason. Lakini nilipoteseka nikasema hivi kweli. Kuna dada yangu mmoja alikujaga kwako kule ukamwombea, mtoto wa baba mkubwa. Alienda hawezi kukaa kwenye pikipiki lakini alirudi amekaa kwenye pikipiki. Sasa mimi nikachukua ushuhuda huo, nikaujenga, nikasema hata kama ni Freemason, bora nipate amani. Kwani mimi utajiri si utaki? Kwa sababu nilikuwa nasikia kwamba Freemason unatoa kafara unapata utajiri. Lakini mimi nilichokuwa natafuta kule, nilikuwa natafuta amani, kwa sababu ndio ilikuwa inakosa. Basi. Kwa mimi kilichonipeleka kule, hapo kabla sijaenda, nilienda hospitali. Kwenda hospitali, wale manesi sijui na wenyewe wanakuwa wamerogwa. Hata sasa hivi na namba yake huyo mnesi, nimepanga siku moja nitakuja kuweka kifurushi, nitakuja kumpiga injili mpaka na mwenyewe atakuja kushangaa. Basi yule nesi akaniambia, sasa mke wako tutampa dawa, lakini hizo dawa haupashi kumuingilia. Nikasema haki ya Mungu. Sasa wewe fikiria ni mgore mmeoana, afa anakwambia kwamba wewe yani umuone kama yani kama kama dada yangu. Nikasema hapa sasa hapa penyewe imekuwa kazi sasa. Yaani hapo nilifikiria, yani hata amani ilikosa, yani nikawazwa wewe usione tunatembea, hata wewe mwenyewe usione unatembea hapa. Shida unazijua ulizonazo. Shida unazo japokuwa hujaziongea. Lakini kwa sababu mimi nimeshapona, niko huru, ndio maana nakwambia hivi na wewe upone. Amina. Haya nayo kwambia sikufichi, yani
yangekuwa yanajirudia hapa yanaonekana, ndio ungejua. Basi usione tunatembea tunapishana njani warara mota. Ni wako manyuku ya rara. Ubunda are ile kubi. Anakuambia nararao, lakini mwenyewe ndo anajua. Sasa mimi hapo tumetoka huko, tumekuja. Hapo nimeshauza vitu vya ndani, hapo nilikuwa sijafika. Niliuza, yani nilikuwa nimebakiza labda niseme yani sahani. Ndio ilikuwa imebaki. Kwa sababu naenda kule anakuambia kwamba dawa hizi sijui 50. Era uzichukue wapi? Unauza. Sijui TV, sijui yani vyote, yani vyenye thamani vyote tuliuza. Mke wangu ni shahidi. Tuliuza. Tunapeleka pale hospitali. Tena yani uone yani shetani kwa kweli. Yani nilikuwa natoka nyumbani naenda moja kwa moja hadi Kayanga. Alafu nilikuwa pale kanisani nilikuwa napapita. Yani napaona hivi. Nasema tena nilikuwa namwambia mke wangu, na mwenyewe mke wangu ni shahidi. Nilikuwa namwambia ona kanisa la kina shangazi hilo hapo. Kumbe hapo ndo msaada wangu ulipo bwana. Basi. Sasa hapo yani shetani yani ili Mungu akufundishe vizuri mpaka kwanza yani uteseke yani ufikie hatua ya mwisho useme kwamba nimekubali hapa kwamba nimeteseka. Hapo Mungu ndo anajidhihirisha kwamba mimi ndiye Mungu Bwana Mungu wako. Basi nikateseka yani hapo. Basi nikafikiria nikamuuliza mke wangu, ana msaada mwenyewe. Ananiambia labda twende Bukoba, sijui ati akifungulia redio anamsikia Mwamposa. Sasa nauli yenyewe tulikuwa hatuna. Tuuze nini ya kwenda kule? Yaani uone Mungu alivyokuwa anatengeneza njia hapo. Tukakosa cha kuuza. Labda mimi mwenyewe nilijikongoja taratibu mpaka kwa shangazi yangu hapo. Nikaenda kwake, nilimwambia huyo kwamba nina shida. Akaniambia ilikuwa Ijumaa. Hadi sasa hivi naikumbuka hiyo siku. Ilikuwa Ijumaa. Akaniambia Jumapili asubuhi. Nikaona Jumapili. Yaani kesho kuja kufika jioni. Kufika kesho kutu itakuwa kazi. Nikaona kwamba hapa nitakufa. Lakini hapo nilikuwa napishana na watu njiani. Wasiba mota. Tinasiba. Lakini mimi mwenyewe ndo najua nimeshindaje. Niko vibaya. Basi nikaenda kwa shangazi nikamwambia, akaniambia Jumapili Jumamosi ikafika sasa. Jumamosi. Shangazi yako nani? Huyu hapa. Mama Tom. Okay, Basi nikafikiria hiyo Jumamosi. Nilikuwa naangalia jua. Yaani ningekuwa na uwezo ningelisukuma labda lizame ili iwe asubuhi sasa. Kwa sababu ndio nilikuwa nahitaji hiyo asubuhi. Ilipofika saa 12, ile saa 12 nilimwamsha mke wangu. Kuja kufikia saa 1 tulikuwa tumeshafika kwake. Sasa pale wakaanza kujiandaa. Yaani mimi nikaona wanachelewesha. Ninakufa. Au wanachelewesha. Tulivyoingia kwenye gari nikasikia kama vile amani bora. Tukaenda mpaka kanisani. Kufika kanisani pale huyu mchungaji sikumkuta. Sasa nikamkuta mama mmoja alikuwa anaitwa Mama Kimoro, ndo namjua hivyo, Seneti. Basi sasa yule mama ndo alitupokea siku ya wageni. Basi akaanza kutufundisha. Sasa mimi nilikuwa mpenzi wa mpira. Nadhani wengine mnajua, wa kijijini mnatujua. Si mnatuonaga? Mlikuwa mnatuona? Aha. Nyie ni mashahidi. Basi sasa kufika pale nikaona huyu mbaba, wakatambia kwamba huyu mbaba hayupo. Nikasema sapo, hapa nitapona hapo. Basi sasa tukafika kwenye kipindi sasa. Akatuambia waga huko mnatukana. Nikasema hata mimi mwenyewe nishatukana, lakini nilikuwa simjui. Lakini na mimi mwenyewe nilikuwa nishatukana sana. Nikasema yule ni Freemason, lakini hapo nilikuwa na amani. Basi kweli baada ya shida ndio utajua kwamba yule ni Freemason au sio Freemason. Basi nikafika pale, akatufundisha, akatuambia wangapi wapenzi wa mpira yule mama. Nikasema na mimi nikanyosha mkono kwa sababu nilikuwa napenda mpira. Hivi akaniuliza swali. Yaani kama vile alikuwa ananiangalia mimi kwa sababu pale Mungu ndio alikuwa ananichonga. Hapo nilikuwa sijui. Akasema hivi waga wakifunga goli, waga mnashangilia au la? Nikasema waga nashangilia. Wewe unajuaje kama wamefunga? Si upo hapa wenyewe hapo kule Dar es Salaam, kwa sababu mimi nilikuwa mpenzi wa Yanga. Nikasema si nilikuwa naona pale, sio wamepiga goli pale. Akasema sasa huyu mtumishi wa Mungu anavyokuwa kule, anavyosema pokea, ile sio sanamu. Kwa sababu akisema kwamba simama, si unasimama bwana. Sasa sanamu inaweza kukuambia kwamba simama au kaa. Kwa hiyo anapokuambia kwamba
kaa, simama. Sasa kitu ambacho kilikuja kunitoa wasiwasi, yule mama akatuambia kwamba sasa hivi maarifa yameongezeka na wewe mwenyewe unaweza kuwa uko hapa ukampigia mtu wa Dar es Salaam, ukamwelekeza kitu na akakuletea hicho ulichomwelekeza. Kwa hiyo sasa akanijenga hivyo, nikaamini kwamba anaweza akaomba kule na mimi nikapokea. Basi wakati huo unaangalia screen. Tupo kwenye screen hapo kanisani. Basi ilipofika saa ya wagonjwa akatuambia simama, nyosha mikono. Nikanyosha kwa imani hapo, sasa ameshajenga imani kule. Basi nikanyosha, akatuombea maneno machache kidogo, akisema pokea, nikasema nimepokea. Basi ibada ikaisha, nikarudi nyumbani. Sasa pale tunafungua mlango sasa nyumbani. Yaani tulivyofungua mlango kama vile ndani kulipopo na mtu, yani anatupoza, anasema, yani tulisikia yani hakuna yani kelele yoyote, yani nyumba imetulia. Amen. Asante. Basi hapo ndo ukawa muujiza wa kwanza. Kitu nilichokuwa nataka ni amani, hapo imepatikana. Tukalala siku hiyo. Yaani kama vile tulilala kama dakika moja, ilikuwa imeshakuwa asubuhi. Kwa sababu tulikuwa tumeshakosa usingizi. Basi ina maana mlilala sana. Yani tukapitiliza hadi yani tulijua kama yani sekunde imeshakuwa asubuhi. Basi huo ndo ukawa muujiza wangu wa kwanza. Tukangojea muujiza wa pili, ambao ulikuwa ni mtoto, kwa sababu hapo tulikuwa tumechukua karibia miezi 9 tunaenda 10. Basi tukaenda kuja kufikia, nadhani kwamba kuja kufikia kama mwezi wa 11 hapo, tunaelekea mwezi wa 12 kwenye ndoa, ndio mke wangu akachukua ujauzito. Basi sasa nikaanza kusema kwamba ngoja nione. Mke wako yuko wapi? Yupo. Njoo tafadhali. Njoo tafadhali. Aha, endelea na ushuhuda wako sasa. Basi hapo tukasubiria, ngoja tuone. Si unajua kama umeombewa hivi karibuni, hata wewe mwenyewe ukiombewa sasa hivi na utasema kwamba ngoja nione. Lakini itaendelea hivyo hivyo milele na milele. Labda wewe mwenyewe ujiharibie. Ubiitire. Basi tukaendelea hivyo. Sasa yule ambaye alisema kwamba hatozaa, nadhani mwenyewe aliona. Basi tukaendelea hivyo. Hatimaye akajifungua. Japokuwa kujifungua kwake ilikuwa operation, lakini mimi nikamshukuru Mungu hata kwa hilo. Basi hatimaye tukampata mtoto, tukamkumbatia mtoto. Hata sasa hivi tunaye. Nadhani hata mchawi mwenyewe sasa hivi hadi sasa hivi anaona. Anaona. Basi tukaendelea hivyo. Na sasa hivi labda amesubiri labda kesho. Na yani alivyosubiri ataendelea kusubiria mpaka milele na milele. Sasa mimi kuja kumjua kwamba ndo alikuwa ananisumbua, nilimjua hivi. Alikuwa anamtumia rafiki yangu, ili mwenyewe huyo rafiki yangu ndo labda sijui ndo angeniua, sijui ndo angefanyaje, mimi nilikuwa sijui. Basi tukaendelea hivyo. Sasa yule rafiki yangu mtu akaja kujenga urafiki naye mwingine, na alikuwa hawana urafiki. Kumbe yule alienda kule akasukwa ili amfuatilie rafiki yangu ambaye inaenda naye. Sasa yule ndo atakuja kuniletea huo uchawi wake. Basi sasa yule akaanza kuniambia hivi, waga fulani, waga mna bifu? Nikasema waga hatuna bifu. Akasema kuna mambo waga ananiambiaga, ila mimi waga simuelewi. Waga ananiulizaga eti mke wako waga hatembeagi. Afu waga ananiambia eti mke wako waga aongeagi. Sasa nikaanza kujifikiria, hivi huyu na mwenyewe anatafuta nini huyu? Basi kumbe yule alikuwa anatafuta asikie nasemaje. Basi sasa baadaye nikaanza kusikia taarifa. Hapo tumeenda kwenye maombi sasa. Tulikuwa kule kanisani tuna maombi tunaitwa maombi ya kukanyaga. Tuwaga tunawakanyaga kweli wachawi, na wenyewe ni mashahidi, wanajua.
Wanajua. Basi. Sasa tukaenda kwenye maombi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, kama miezi ikaenda kama miezi kama 3 hivi. Nikaanza kusikia taarifa kwamba wewe ndio unamrogaga mama fulani. Mama fulani, mimi waga ndio namrogaga. Sasa mbona mimi sijui uchawi? Basi. Sasa yule aliyeniambia hivyo na mimi nikamwambia labda mwambie aokoke. Asipookoka ninamuua. Basi. Nadhani hata aliyeleta taarifa kama yupo hapa anajua nilivyomwambia. Na mwenyewe anajua alivyosema kule. Sababu mimi sijui. Basi. Sasa yule wakati tunakutanaga njiani, yule mama huyo, saa nyingine waga ananipishaga hata njiani. Mimi sijui waga ananiogopaga nini. Lakini mwenyewe anajua. Basi. Hata waga kuna saa nyingine waga namsalimiaga, lakini hawezi kuniitikia. Lakini mwenyewe anajua anachokutana nacho huko. Basi. Sasa yule mama kuja kumsikia nikasikia eti ameokoka. Akasema ameokoka. Nikamwambia yule kwamba umwambie asimame vizuri. Akitetereka na muua. Basi. Kwa hiyo na mwenyewe nilivyosikia kwamba anasema kwamba mimi ni mchawi, nikajua kumbe waga anavyonifanyaga na mimi nikienda kwenye maombi, waga yanamrudia. Waga tunawakanyaga kweli kweli wachawi. Basi. Haleluya. Sasa hizi una mtoto mmoja eh? Sasa hivi na mtoto mmoja. Mnaishi kwa amani kabisa. Kwa amani. Tena sana. Na huyo mchawi mwenyewe yuko hapa? Sijui kama yupo. Lakini mwenyewe anajua hawezi kuja, nadhani kwamba hawezi kuja. Anajua kipigo anachokutana nacho. Haya jamani, mmeyasikia hayo? Ni watu wa kwetu. Walioshuhudia ni watu wa kwetu, tunawajua. Na angalia Yesu mambo aliyowatendea bure. Hawakulipa pesa, hawakukanyaga mafuta, hawakukula chumvi wala matunda, wala kununua vijiko vya udongo. Walikuja kwa imani, wakapokea kwa imani. Hapo nyuma haya makanisa haya yanayosema kule Kanaani ni Freemason, Bishop ni Freemason, wanakuaga wana nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ndio maana na wao pamoja ni wa Pentecost, lakini wanakuwa na wivu. Wanazungumza maneno ambayo hawajathibitisha, wanaogopa, wanasema vile ili watu wasiende. Wanakutisha kabla hujajua kweli. Ukishajua kweli kama hivi, huwezi kurudi tena kule kwao. Moja kwa moja unatoka na sasa unaanza kuwaokoa wao. Huwa nawaambia, mkiendelea kusema Freemason, mkiendelea kumtukana askofu ama kanisa, watu wenu siku wakijua kweli hamtawaona tena. Wanawahama moja kwa mtu akiona ukweli na ulikuwa unamdanganya, atarudi huko kufanya nini? Ukishindwa kushindana na Askofu Robert, ungana naye. Tufanye kazi ya Bwana. Ndio bwana mrefu. Unaitwa mrefu? Robert James. Mrefu ni babu yangu. Haya. Sasa unawaambiaje wale wanaoteseka na maji na mafuta, wanaoita Freemason? Hebu wape ujumbe kidogo. Kwa wale ambao wanateseka kwa maji na mafuta, wao ni shahidi. Wanajua kwamba kule hakuna msaada. Mimi waga nawaambiaga. Wanaambia kwamba nimeenda sijui kule nimenunua, namwambia kwamba ukipona urudi kwangu uniambie kwamba nimepona. Hawezi kupona, mwenyewe ni shahidi. Hata kama yupo hapa anajua, uwezi. Cha msingi ni kuacha dhambi. Acha dhambi, utapona katika jina la Yesu. Asante. Haya jamani. Haya sogeni hapa ni wabariki. Geuka hivi. Yesu bariki watu hawa tena. Mipango ya giza wachawi wote wakalee washindwe. Kila atakaye kuja kwa njia moja ama nyingine akimbie kwa njia 7. Mtoto huyo abarikiwe na Yesu, moto wa Yesu uwe juu yake. Hata Mungu fungua milango wapate mtoto kadri wanavyopenda. Vile vifungo vyote vilegee. Anayewalani nendeni kwa amani. Makofi na vigeregere. Wanazoni mnayo furaha sana. Nafikiri tutakuwa tunafanya kila mwaka hii shughuli. Kwa neema ya Bwana. Haleluya.